Bismillahirrahmanirrahim. Na leo tunaendelea na somo letu, tukiwa leo tusoma kujua majina ambayo yana sifa ya kiume na majina ambayo yana sifa ya kike. Tumeanza kuchora hivi tukiwa na maana kwamba endapo utalikuta jina limemalizikia mwishoni mwake na hii herufi au hii, basi hilo jua ni katika jina ambalo lenye sifa ya kike. Yani ukikuta jina mwishoni mwake limemalizikia hii, inaitwa taul marbut, yani tau iliyojifungwa. Ta iliyojifungwa, imefungwa, taul marbut. Ukikuta hii au hii, itakuwa hivi katika ikiwa mwishoni, au itakuwa hivi. Itakuwa hivi neno ukilikuta limeunganishwa, yani ukikuta taul marbuta hiyo imeunganishwa nyuma yake, sawa, kabla yake kutakuwa na herufi ambayo inaunganishwa, utaikuta hivi kabla yake ukikuta herufi ambayo haiunganishwi. Sasa kwa hiyo ni herufi ambazo ukizikuta mwishoni mwa jina la kitu, basi ujue kitu hicho kitakuwa jina lake ni sifa ya kike. Sawa, mathala kwa mfano tukisema mra'atun, sawa, mra'atun, tukasema imra'atun, tukisema imra'atun, imra'atun, imra'atun ni mwanamke. Tukisema imra'atun, tumeona ta marbut imekuja mwishoni. Hii ndiyo tunayoizungumzia. Utakapoikuta hii mwishoni mwa jina lolote, basi jua hilo jina ni lenye sifa ya kike. Imra'atun, hapa tukisema imra'atun tunamaanisha mwanamke. Kwa hiyo tumepata kujua huyu ni jinsia ya kike hata bila huyu, bila kufuata kanuni ya huyu. Yani imra'atun, mwanamke, tushajua kwamba ni mwanamke. Kwa hiyo utakapokuta hii mwishoni, itakuwa inawakilisha ili jina kuwa lipo katika sifa ya kike, sawa. Lakini hapa tumekuta hii inawakilisha kwamba ni jina katika sifa ya kike, na pia lenyewe jina lipo katika sifa ya kike. Kwa hapa tumefahamu haraka sana, tumefahamu kwamba huyu ni jinsia ya kike. Kwa hiyo naita, lakini kuna lingine unakuta kwa mfano nafidhatun, nafidhatun, unaona, nafidhatun ni dirisha. Dirisha ni dirisha sio mwanamke, dirisha ni dirisha. Lakini hapa imra'atun ni mwanamke, lakini pia kuna taul marbut. Hapa nafidhatun, dirisha sio mwanamke, ila kuna taul marbut. Kwa hiyo hii taul marbuta ndiyo itatujulisha kwamba dirisha ni jina ambalo lipo katika sifa ya kike, kwa kudhihiri hiki, kwa kudhihirika hii herufi mwishoni. Tushafahamiana. Kwa majina kama haya sasa yatakuwa katika sifa ya kike, Majina kama haya yatakuwa katika sifa ya kike, na yakiwa katika sifa ya kike, basi katika kuashiria yakiwa karibu tunatumia hadhihi, kwa sababu yapo katika sifa ya kike, kwa tunatumia kuashiria hadhihi yakiwa ni karibu. Kama tunavyokumbuka, hadhihi ni katika majina ambayo yanaashiria vitu vilivyokuwa karibu. Hadhihi itakuwa hivi. Kwa hadhihi mura'atun, hadhihi nafidhatun, hadhihi mura'atun. Sawa, tutafahamu hivyo. Na kuyafahamu majina ya kiume sasa, kuyafahamu majina ambayo yana sifa ya kiume.
Kuyafahamu majina ambayo yana sifa ya kiume, basi hayo ni yale ambayo utakayokuta mwishoni mwake hakuna hii mwishoni mwake. Ni yale ambayo utakayokuta mwishoni mwake hayana taul marbutwa kama tulivyosema. Yakiwa na huyu basi yapo katika sifa ya kike. Yakiwa hayana huyu mwishoni, ni jina tu limekuja, mathalan kursiyun, halina taul marbut, huyu hayupo, halina taul marbut mwishoni, wala halina taul marbut yoyote katika halina. Kwa hiyo hili sasa, kama halina, litakuwa katika jinsia ya kiume, na ikiwa katika sifa ya kiume tunakumbuka linatumia linatumia hadha likiwa ni limoja. Sawa hivyo. Sawa. Mfano mwingine baitun. Tunayoizungumzia sio te ya hivi. Hii ni taul istiftah. Hii ni te iliyofunguliwa. Hatuizungumzii hii, tunazungumzia ya hivi iliyofungwa. Unaona, imeenda shwa na shwa. Kwa hiyo imefungwa. Kwa hiyo hatuzungumzii ya hivi. Sio kwamba utakapokuta taa, nimeambiwa ukikuta taa basi ni jina lenye sifa ya kike. La, sio taa ya namna hii. Hii ni taa iliyofunguliwa. Hii kama ni hii haiji katika kaida yetu, haiji katika kanuni yetu. Utakapokuta ya hivi moja katika hizi, basi ndio itaingia katika sifa ya kike. Lakini ya hivi tabakia katika jinsia ya kiume. Kwa hiyo majina ambayo utakuta hayana taa marbuto, ana taa iliyofungwa kama hivi, basi hayo yapo katika sifa ya kiume. Na akiwa na huyu moja katika hizo, basi atakuwa katika sifa ya kike. Kwa hiyo hata hili baitun litatumia nini? Litatumia hadha. Litatumia hadha. Na lipo katika sifa ya kiume. Sawa, lipo katika sifa ya kiume. Sawa. Sasa kuna majina ambayo unakuta ni majina yapo katika sifa ya kike. Sawa, yapo katika sifa ya kike, lakini hayana taul marbut, au yakuti majina haya yana taul marbut mwisho. Sasa hayo tutayaweka wapi? Na wakati tumeambiwa majina ya sifa ya kike ni yale ambayo utayakuta mwishoni mwake yana taul marbut, na yale ambayo utakuta hayana taul marbuta, basi hayo yapo katika sifa ya kiume. Sasa hayo majina ambayo utakuta ni jina la kike lakini halina taul marbuta mwishoni mwake, tutaweka katika sifa gani? Kwa mfano tukisema Zainab, Zainabun, mfano Zainabun inaandikwa hivi, na Zainab ni jina la kike hili, lakini halina taul marbuta mwisho, halina taul marbuta mwisho, lina ba. Sasa jina kama hili tutafahamu vipi? Tutafahamu kwa ule uhalisia wake. Tushafahamu kwamba ni Zainab ni jina la kike, basi tutatumia hivyo hadhihi, kwa sababu tushafahamu kwamba ni jina asili yake ni jina la kike. Tushafahamu hivyo, na mtu mwenyewe tunamuona ni mwanamke, kwa tuwezi tukasema hadha eti kwa kuwa hakuna taul marbuto. La, tutaita hadhihi, tutaitumia hadhihi kwa sababu mwenye jina hilo ni mwanamke, Zainab. Na vile vile kuna majina ya kiume ambayo nakuta yana taul marbuto, ni majina ya kiume lakini yana taul marbuto. Mfano Hamzatun, linaandikwa hivi Hamzatun. Sasa hili tulitumie wapi? Tulitumie kwenye hadhihi? Hapana.
Tutatumia vipi? Hili tutatumia vile vile kama huyu tulivyosema, na huyu tutatumia hivyo hivyo kwa kufata ule uhalisia wake. Tutatumia utakuwa katika tutatumia nini? Tutatumia hadha. Tutatumia hadha kwa kufata ule uhalisia wake. Jina lenyewe kiuandishi linaandikwa hamzatun kwa kudhihirika ta almarbuta mwishoni mwake, lakini uhalisia wa yule mtu tunayemuona ni mwanaume. Kwa hiyo kama hivyo tunayemuona ni mwanaume, basi tunatumia hadha. Sawa? Kwa hiyo ukikutana na majina kama haya usibabaike wala usihangaike katika kuyaashiria. Wewe jua yule unayemuona ni mwanamke, jina lake halina ta marbuta, lakini ushamuona kwamba ni mwanamke. Sawa? Ukiwa haonekani, basi jua liulize kwanza jina hilo lipo katika sifa gani. Ukiwa haumuone au hujui kwamba Zainab ni jina la kike, au hujui kwamba Zainab ni jina la kike, basi utajifunza kusikiliza watu wakiita, au tujifunza kwa kulisikia. Ikiwa haujui kwamba Zainab ni jina la kike, ili uliashirie kwa ismu ishara basi utasikiliza kwa kusikiliza kwa hili. Kwa hiyo hili limedhihiri ta, lakini ni mwanaume. Huyu ni mwanaume Hamza. Najua kabisa jina la kiume hili tutatumia hadha, na huyu tutatumia Zainab. Sawa? Kwa hiyo majina kama haya unafahamu hivyo, na mengine utafahamu vipi? Kwa mfano majina ya viungo, kuna majina ya viungo mengine anasema wale majina mengine, kwa mfano yadun tunajua maana yake, yadun ni mkono. Sasa jina hili linatumia dhamiri ya hadhi, linatumia jina la kuashiria, linatumia ismu ishara ya hadhi. Kwa nini litumie hadhi wakati mwishoni mwake alina ta marbuta? Kwa nini litumie hivyo? Na majina ya viungo mengine huwa yanatumia hadha na mengine huwa yanatumia hadhi. Majina mengine yanatambulika kwa kufanyia at-tasghir katika sarf. Ukisoma sarf utafahamu kwa nini yanapata hadhi. Sawa. Mengine yanatumia hadhi kwa kule kuyafanyia tasghir. Ukiyafanyia tasghir, basi utakuta mwishoni mwake kuna ta marbuta. Sawa. Kwa hiyo kuna majina ambayo kionekana katika kuonekana yanaonekana yapo katika sifa ya kiume, lakini kuyaashiria tunaashiria kwa dhamiri ya kike, kwa jina la kuashiria la kike. Yapo hayo majina. Kwa hiyo majina hayo ambayo tunatumia kwa mtindo huo, basi tujue kwamba katika kuyajua kwamba hili ni jina lenye sifa ya kike, basi utalijua kwa kulifanyia tasghir. Ukienda katika sarf, ukishasoma sarf utafahamu nini maana ya tasghir na unaitengeneza vipi tasghir. Sawa. Kwa hiyo hili ndilo somo letu ambalo leo tumejifunza. Insha Allah biidhnillah tutaendelea kujifunza somo linalofuata insha Allah biidhnillah. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.